ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Mashallah, mashallah. Na kitu ambacho hadi sasa sija kinaika 100%. Hivi kweli mama yangu umeridhia kabisa na umeniridhia mimi kufanya jambo hili? Moyo mkunjufu mama. Sisi katokea acha nifanye jambo labda nikwambie mwanangu labda atachukia labda mwanangu kishakuwa hivi. Mimi siko hivyo mama, nataka uwe mwazi. Hili jambo umeniridhia kweli au bado ngana ndugu? Yaani shekhe, nakubali. Mashallah khairi. Hiyo sura ipi ambayo ulikuwa unasema? Sura al-Waqi'a. Unajua sura hii, hii sura Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa ile mtu ambaye atakayesoma kila siku hatapata umaskini. Inaitwa suratul Ghina, ambayo kila mtu kama ataisoma hawezi kupata umaskini. Hii ni sura ya utajiri. Kweli? Watu wengi huwa wanapuuza kusoma, lakini ni sura ya utajiri. Au ndio maana na wewe umekuwa tajiri? Hapana, hiyo ndio mipango Mwenyezi Mungu. Inawezekana na hivyo, lakini inatakiwa watu wengi waisome sana hii. Lakini hii sura Mtume amesema kama mtu atakayesoma atafunguliwa milango ya riziki. Khairi, alhamdulillah. Lakini sasa bwana Naila, naona kama umejisahau mume wangu. Naona uko sana. Kuhusu Naila, issue ya Naila yani ya ndoa. Swala inaonekana najua. Kila siku naona uko busy yani up and down. Haukumbuki masuala ya mtoto na unakumbuka kama unavyotufunza huko ndani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mambo matatu yasikawizi. Kwanza nikah, ili anapofariki Muislamu akimbizwe sana kuzikwa, na la tatu swala. Sasa na hii nikah iko miongoni mwa mambo mazuri kama hayo, kusoma Qur'ani, nikah. Kwa nini sasa yenyewe unasahau? Ni kweli, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anafundisha, anasema kwamba ikiwa binti amepata mchumba ambaye anafaa, inaharakishwe. Mamangu usitadukuduku hata moja. Yeye nimeridhia 100%. Kutokana na ustarabu ule msichana babangu. Siku ile ulisafiri, alinifariji. Ni vile kisi walikuwa wananifariji. Nikasema msichana mzuri. Hapo kwa nilikuwa namwambia dua mwanangu, namwambia hivi, hujapata mchumba? Ananiambia bado. Kumbe mashallah Mwenyezi Mungu kishafunga kama wajo. Utakuwa mwenzake, mume wake. Alhamdulillah. Sina kipingamizi. Nashukuru sana baba. Mungu ulidhana. Mashaallah khairi. Hilo nilikuwa nataka nisikie kutoka mama yangu kwa sababu nisije nikavamia tu vitu ambavyo mwenyewe hujaridhia, kwa sababu unajua ridhaa zenu ndio baraka za maisha yetu. Mimi babangu sina kinongo na mweye. Na nashukuru sana kwa kuwa mashaallah umepata mke mwema ambapo atakayenifariji na mimi mama yako. Ila nakuomba babangu, kwa nini unaenda kuoa mashaallah familia kitajiri, na sisi kumbuka tulitoka wapi? Vipi yeye mwenyewe Naila kweli anapenda kabisa na Sadullah? Yani sina la kuambia baba Naila. Naila wako huyo, yani ni furaha, tabasamu kila dakika, yani mtoto sijui amepata nini kwa huyo Sadullah. Zifa, umeshaandaa chakula cha jioni? Chakula ni kama tayari. Kitu kitachelewa ni kama ya mzee. Usisahau kuweka hiliki kwenye kahawa. Unajua napenda sana hiliki. Ndio. Basi fanya. Mtu mzuri huyu wewe. Yaani nakuwa nimeshaanza kupika chakula kama jinsi unavyojua ninavyopika. Hivi sasa nakuwa na improve yani. Ukipika sami ambao unaipendaga ile napika, hautatofautisha, utajua ni mke wangu ama ni yeye. Hebu kwanza chukua mwanangu. Mke wangu. Utanivimbisha kitabu mke wangu. Uwe makini baba na ile ndoa yako.
uwe makini, ujishushe mbele ya wenzako, Mwenyezi Mungu atakurahisishia. Na kingine cha pili, na kuomba baba wangu, unajua tulikuwa tunaishi mimi na wewe tuko wawili, ulikuwa nifariji sana baba, ulikuwa nijali, ulikuwa nisamini kila kitu. Mwenyezi Mungu nakuomba baba wangu, nirahisishie, usibadilike kwangu, twende tuishi wote kwa mke wako, niwe nakusikia sauti angalau unifariji kwako kusiishi baba wangu, nakuomba mama. Hilo usiwe na wasiwasi nalo, kwa sababu tumeshakubaliana nalo na Naila mwenyewe. Siku hilo ulimuomba hilo na amekukubalia, karidhia, akasema hilo haina matatizo. Mama, lazima tutaishi na wewe daima na milele, labda kifo ndio kije kututenganisha. Hiyo ina taabu. Kwa hiyo hapa itabaki tu kuangalia mpango mzima utakayebaki hapa, maana tunabadilisha maisha sasa mama. Nashukuru sana baba wangu. Nadia, kweli yule mtoto mzisia zinamsumbua au sababu mimi kijana Fadhila namuona tu kweli, lakini sijui kweli kama dini yake vipi, maadili yake yako vipi. Na ila ukimuuliza anakuambia iko vizuri kabisa, na mtambua toka kitambo shule. Huyu kijana ambaye anasoma anamjali mama yake. Ndio sasa wewe ambao unatumika naye na mama kwa Sadullah, kwa kweli mimi ninapomuona kiunje naona kama iko sawa. Kiundani anajua Mwenyezi Mungu. Na hayo tumwache Mwenyezi Mungu, lakini namuona wakati wa swala anaweza kaacha kazi kwa kufanya ibada zake. Kikweli naona kama amepata malezi mazuri. Ndio ambao tunahitaji kwa mama yetu jamani. Vipi yeye na ile mwenyewe anasema kuhusu amempenda sawa sawa? Yaani ridhaa zimezidi, yani utabasamu kila dakika kwa kijana. Kweli? Labda mwite Mwenyezi Mungu ajalie kila kheri. Inshallah. Mwite muulize kusikia. Naila. Mama. Hebu njoo tuzungumze kidogo. Mama, salamu alaykum. Salamu alaykum. Wewe na wewe. Niambie. Kuhusu Sadullah. Vipi, unampenda sawa sawa? Baba, nampenda sana. Unaona anafaa? Kwa kweli namuona ni kijana mzuri. Ulifanya istikhara? Baba, yani leo mkosa ambalo siwezi kufanya. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam atufundisha, anasema mahaba man istakhara wala nadama man istashara. Hatupata hasara yule mtu anafanya istikhara. Istikhara ni kusali rakaa 2 na kuomba Mwenyezi Mungu ushauri. Naam. Na hatujuta yule mtu ambaye anashauriana na watu. Kwa kweli umefanya yote mawili, umeomba ushauri kwa mama yako na vile vile umefanya istikhara. Basi mwache Mwenyezi Mungu, na mimi nakuombea kila la kheri. Amin. Na una radhi zangu zote. Sawa bika. Mimi ndio msikitini kwa darasa. Mimi muendelee, mimi niko rasmi. Nataka tu mulizidi. Basi. Kila la kheri Baba, usikose kuniombea. Inshallah, radhi zangu ziko juu yako. Nashukuru sana kama itakuwa hivyo, na namwombea kila la heri na baraka. Amina. Ndoa yenu ya heri, ndoa yenu Mwenyezi Mungu azidi kuilinda na waepushe na shetani katika ndoa yenu. Mwisho vizuri kitakachowatenganisha kiwa ni kifo. Mama yangu, nashukuru sana. Kisasi chema kitakayonusuru dini. Amina. Asante mama. Imani kwamba Naila bila shaka ni kheri. Kweli labda hatujui nafsi yake, ila mimi japokuwa simuoni maongezi yake, ustaarabu wake, kila niko sawa. Mtawezana, tunao mwanangu na kujua mimi kwa mimi. Inshallah. Inshallah kheri.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan. Wawili ukatujibu, lakini hivi mwanangu, pepo yako inaenda kwa chini ya nyayo za mumeo. Wanaume ndio viongozi wa wanawake. Kwa kutuheshimu na baba yako, ukitupenda zaidi, haya mapenzi sasa peleka kwa mumeo, sababu ndiye njia pekee. Lazima umtii ukweli wa kumtii. Inaitwa kwa atuzauji. Kama haukumtii mume wako, ni msiba mkubwa sana. Inshallah. Ndio maana Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuhusia mambo mane yatakayemuingiza mwanamke peponi. Kiwa utazishika swala 5, ukaufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ukahifadhi utupu wako kwa ajili ya mumeo na ukamtii mume wako, atasema tanadi Mwenyezi Mungu, ingia peponi kwenye mlango upendao. Maana mane hayo mwanangu kiashikilia, utakuwa umedhibiti ndoa yako vyema kabisa. Kuna binti anaitwa Asma alienda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, wanaume wanaenda wanapigana jihad, wanapata ujira na fadhila mbele za Allah. Kwa nini na sisi wanawake tusipigane jihadi ili na sisi tupate fadhila na sisi tupate ujira mkubwa? Sikiliza jibu la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamjibu Asma akamwambia, ikiwa mtawatendea haki waume zenu, kuwapenda, kuwafanyia ihsan, kuwafanyia subira iliyokuwa nzuri, imetoshekana kuwa ni jihadi fi sabilillah, na ujira utakaopata ni kama wale wanaume wanapigana jihadi. Kwa hiyo kumbuka kwamba hivi sasa mume wako ndio njia pepo yako, na vile vile ndiye jihadi unaenda kupigana. Unaweza kukuta mazuri kukuta mabaya, lakini umempenda mwenyewe. Kwa hiyo uwe na subira iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo mwanangu, ndio unaenda kwa kijana Abdullah. Hapo usisahau kwamba na mama yake ambaye ni mlemavu wa macho, kipofu, maskini ya Mungu. Kumbuka kitu kimoja, pepo ya Abdullah ni yule mama yake. Muwe binti mwema, mtendee ihsani. Na ukiwa utampa faraja mama huyo, basi ukumbuke kwamba utakuwa umepata njia nzuri ya mume wako. Na pepo yako wewe ni Abdullah. Atafurahika na kuona kama mama yake amepata faraja na kuwa na furaha ya kwamba ameoa mtu atakaye kuja kumpa faraja mama yake. Hasa kwa hiyo wewe uende ukamfanye mume wako aipate pepo yake ambao ndiye mama yake. Inshallah. Usende kutuaibisha. Hapana mama, tumekupa maadili. Baba yako amekusomesha dini. Tumekusomesha dini unaijua. Sio uende kwenye ujumba wako uje kutuaibisha mama. Fanya subira kwa lote ambalo utaliona ni zito. Inshallah, mimi nakutakia khairi za duniani na akhera. Mwenyezi Mungu akuzidishie mapenzi wewe na Abdullah.
muweze kuzikana kabisa, mtengane kwa kifo. Na Mwenyezi Mungu awape kizazi chema atakayonusuru dini. Natamani mjukuu wewe. Yaani mimi utaona naye kazaa yani. Wewe acha tu ukifika huko yani dua inshallah. Shukrani. Mbona mpendeza sana mtokeo?